Na sasa naufungua mlango wa pili. Hapa lengo ni kurekebisha ufahamu wa baadhi ya Waislamu ambao wanaamini Irani ni adui wa ukweli wa Marekani na Israel, na kwamba Irani ndiye mkombozi wa umma huu. Zipo hoja mbalimbali za kitaaluma, za kimantiki na za kisayansi ya siasa zinazoweza kutumika kumjibu shabiki wa Irani, Khomeinisti, anayesisitiza kwamba Irani ni adui imara wa Israel na Marekani, asiyeweza kuyumba, na kwamba dola hiyo inafuata misingi ya haki. Mashabiki wa Irani wafahamu kwamba ukweli wa kihistoria unaonyesha vinginevyo. Matendo ya Irani mara nyingi huongozwa na maslahi binafsi ya kitaifa na siasa ya kivitendo, badala ya misingi thabiti ya Kiislamu. Hoja zangu ni kama ifuatavyo. Hoja namba 1 inahusu mtazamo wa Kiislamu juu ya udugu na haki. Uislamu unasimama juu ya misingi ya udugu, haki na uadilifu wa kudumu. Hii ina maana kuwa Muislamu hashirikiani na adui wa Uislamu ili kufanikisha manufaa binafsi ya kisiasa au kiuchumi. Lakini sera za mambo ya nje za Irani mara nyingi zimekiuka msingi huu. Ushirikiano wao na Marekani dhidi ya Talibani ni mfano dhahiri. Kumbuka uvamizi wa Marekani nchini Afghanistani ulikuja baada ya shambulizi la Septemba 11 na Marekani ikatangaza ilichokiita vita dhidi ya ugaidi, lakini kiuhalisia ilikuwa ni vita dhidi ya Uislamu. Na hapo ulifuata mfululizo wa uvamizi dhidi ya mataifa mengine ikiwemo Iraki na kadhalika. Waislamu wengi waliuawa, kuteswa magerezani, kubakwa na kuporwa mali zao kwa kisingizio cha uongo kwamba ni magaidi na wana silaha za maangamizi. Wengine walifungwa magerezani, na Marekani ikapata sababu za kuongeza majeshi na kuweka kambi zake zaidi kwenye nchi za Waislamu, na athari mbaya za uvamizi zinaendelea hadi leo. Katika operesheni zote hizo Irani ilikuwa mkono wa kulia wa Marekani, pamoja na vibaraka wengine wa Marekani ikiwemo Uturuki ambayo ni mwanachama wa NATO, pia Saudi Arabia na Pakistani. Naamini Irani ilikuwa mkono wa kulia wa Marekani katika uvamizi wa kimagharibi kwenye nchi za Waislamu, kwa sababu hata rais wa zamani wa Irani, Bwana Hassan Rouhani, wakati akihutubia mkutano wa UN nchini Marekani katika jiji la New York, alisema kwamba Irani imejiandaa kusaidia kuondosha ugaidi na kuweka misingi ya demokrasia kama ilivyofanya hivyo nchini Afghanistani na Iraki. Vivyo hivyo inajiandaa kusaidia upelekaji wa demokrasia, yaani kusaidia uvamizi wa kigeni wa Magharibi, na pia ustaarabu wake kwenye nchi za Yemen na Syria. Hapa kuna ushahidi wa video. Ebu sikiliza maneno yake yeye mwenyewe, rais huyo wa zamani wa Irani, akisema: ما آماده ایم که برای نابودی تروریسم و بسترسازی برای تحولات دموکراتیک در منطقه کمک کنیم و اجازه ندهیم اسلحه به ابزار تحول بدل شود. ما همون گونه که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی کمک کردیم آماده کمک به دموکراسی در سوریه و نیز یمن هستیم. ما از Ama kuhusu Afghanistani, ni wazi Marekani ilivamia kwa lengo la kupora rasilimali na kupiga vita Uislamu. Moja kati ya sehemu za kitabu kiitwacho Fields of Blood, Religion and the History of Violence cha Karen Armstrong inasema kwamba mnamo Septemba 26 mwaka 2002 msafara wa mujahidina ulikamatwa huko Taka. Kwa mujibu wa simulizi moja ya Muislamu, wanajeshi wa Marekani walimning'iniza mujahidi mmoja kwa mikono yake kwa muda wa siku 6 wakimhoji kuhusu Usama bin Laden. Hatimaye walichoka na kumuuliza kuhusu imani yake, akajibu kwamba anamwamini Allah, Mtume Muhammad na Kurani tukufu. Baada ya kusikia jibu hilo, wanajeshi wa Marekani walimwambia, Allah wako na Muhammad wako hawapo hapa, lakini Kurani ipo, basi tuone itatufanyia nini. Baada ya hapo, askari mmoja wa Marekani alileta Kurani tukufu na akaanza kuikojolea mkojo, kisha akaungana na wanajeshi wengine wa Marekani na wa Muungano wa Kaskazini, ambao nao waliifanya vile vile. Hiyo ni simulizi ya ukweli kutoka katika kitabu cha mmoja ya waandishi na wasomi wakubwa wa Uingereza, Karen Armstrong.
Kumbuka, muungano wa kaskazini walikuwa washirika wakubwa wa Irani na walipokea msaada mkubwa kutoka zote CIA na Pasdarani. Hoja namba 2 inahusu udhaifu wa kikanuni. Irani imekuwa ikiita Marekani shetani mkubwa. Ndugu yangu, jiulize kuhusu yule mtu unayemtaja kuwa ni adui na mwovu mkubwa dhidi yako. Hivi unawezaje kushirikiana naye kwa siri au kwa uwazi ili kufanikisha maslahi yako? Kwa Irani na dola yoyote ile ya kisekula, jambo hilo linawezekana kirahisi sana. Ushirikiano wa Irani na Marekani katika nchi za Afghanistani na Iraki mwanzoni mwa miaka ya 2000 unaonyesha kwamba msimamo wa Irani si wa kiitikadi wa kudumu, bali ni wa kimaslahi unaobadilika. Hoja ya msingi hapa ni hii: je, haki hubadilika kwa mazingira au haki ni thabiti daima na haibadiliki? Kwa mtazamo wa Kiislamu, haki na uadilifu haviwezi kubadilishwa kulingana na mazingira. Imamu Ali, ambaye taifa la Irani linamtukuza, yeye alikuwa mtu wa haki daima na uadilifu wake haukuyumba. Hiyo ni kinyume na vitendo vya Irani yenyewe, vinavyobadilika kutokana na maslahi ya muda na vinavyoonyesha udhaifu wa kiitikadi. Hoja namba 3 inahusu utata wa matendo. Mashabiki wa Irani waelewe kwamba kudai kuwa Irani ni adui imara na wa ukweli wa Marekani ilhali ilishirikiana nayo dhidi ya adui wengine ambao ni Talibani na Saddam, hii ni hali ya utata, contradiction, yaani kauli za hadharani ni kali, lakini vitendo vya siri vinaonyesha ushirikiano. Huu ni ukinzani binafsi wa kimsimamo. Hii ni ishara kuwa uhasama wa Irani na Marekani sio wa kimsingi bali ni wa kimazingira. Uhasama huu huongezeka au hupungua au hutoweka kulingana na mahitaji ya muda. Kauli kali zinazoambatana na zile za kidini dhidi ya Marekani hutumika zaidi kwa propaganda za kisiasa ili kushawishi wananchi wao na mashabiki wao wa kimataifa. Lakini nyuma ya pazia, wanasiasa wa Irani hufanya maamuzi ya kivitendo kwa mujibu wa maslahi ya dola. Mfano, kipindi cha Khomeini ambapo Irani ilikuwa ina msimamo mkali kuliko hata sasa. Miongoni mwa nyakati hizo Irani ilikuwa ikipokea msaada wa silaha kutoka Israel kwa siri na huku hadharani ikitishia kuifuta Israel. Juu ya hayo, mashabiki wao wanaamini propaganda za wazi, hawataki kuchunguza ili wajue ukweli, na serikali yenyewe inaogopa watu wasijue kashfa zake. Inaona hilo litaharibu sifa yake ya maonesho ya kujidai kiongozi, mlinzi, mtetezi au sauti ya Waislamu. Hoja namba 4 inahusu sayansi ya kisiasa. Katika sayansi ya siasa kuna dhana muhimu ambazo zinaweza kueleza mienendo ya Irani. Kwanza ni dhana ya realism. Hii ni falsafa ya siasa ya kimataifa ambapo sera ya mambo ya nje inapaswa kujengwa juu ya haja ya taifa kulinda na kuendeleza nguvu zake lenyewe, na si juu ya maadili, ikiwa nguvu na maadili vitakuwa katika mgongano. Hapa lengo kuu la kila taifa ni kuimarisha nguvu na kulinda maslahi yake ya kitaifa. Urafiki au uadui hubadilika kulingana na maslahi. Ushirikiano na adui haufikiriwi kuwa ni usaliti, bali ni mkakati wa kuepuka hasara au kupata faida. Pili ni dhana ya pragmatism, siasa ya kivitendo au matokeo. Hii ni mbinu ya kufanya maamuzi inayozingatia matokeo ya vitendo badala ya kushikamana na nadharia kali au misingi thabiti ya kiitikadi. Pragmatism na realism zote zinamaanisha kuwa hata leo Irani inaweza kushirikiana na Marekani pia Israel katika jambo ovu kabisa, iwapo italeta faida katika hali fulani, hata kama kitendo hakiendani kabisa na maadili au itikadi ambayo wamekuwa wakijitambulisha nayo. Ushirikiano wa Irani na Marekani dhidi ya Talibani ni mfano wa wazi wa realism na pragmatism. Kuna methali ya kisiasa inasema, adui wa adui yangu ni rafiki yangu. Wapragmatisti wa kisiasa huzingatia kile kinachofanya kazi katika hali fulani, jambo ambalo linaweza kujumuisha kumuunga mkono yule wanayeona ana uovu mdogo zaidi katika uchaguzi, hata kushirikiana na wapinzani wa kisiasa kufikia malengo ya pamoja.
Irani iliona Talibani kama tishio kwa maslahi yake na mbaya zaidi kuliko Marekani, hivyo kushirikiana na Marekani kulionekana bora kuliko kuacha Talibani ingie madarakani. Hayo ni tofauti na mtazamo wa idealism ambayo huelekea kuzingatia zaidi malengo ya mwisho na huwa haina utayari wa kutoa mwanya au kufanya maelewano katika misingi yake ili kuyafikia malengo hayo, hata kama kufanya hivyo kunaonekana kutopata mafanikio makubwa au kutotekeleza mambo mengi. Usikose kutazama sehemu ya 5 ya mfululizo wa makala haya.